Mungu alinipa mafunuo ya somo la safari ya maisha ya ndoa kutokana na mapito ya ndoa yangu mwenyewe. Ndoa yangu ilianza, mimi miongoni mwa watu waliooa mapema sana. Nilibahatika kupata mke mapema sana nikiwa na miaka michache mno, na kwa maisha ya wakati ule ilikuwa kawaida tu, kwa kuwa hatukuwa tunasoma shule sana. Kuoa miaka 24 ilikuwa kawaida tu. Siku hizi wanachelewa kidogo, lakini hatukusoma mapema. Wengine tulianza kusoma tukiwa tumeshaoa na kuoa. Kwa hiyo nilipopata ndoa, Mungu alinipitisha kama somo. Kwa hiyo leo kueleza haya, nataka nikueleze mambo niliyokuwa na uzoefu nayo kabisa. Ndipo nilipoanza kujifunza juu ya safari ya maisha ya ndoa. Unajua, mimi baba mchungaji walipokuwa wanafundisha kwamba kuna Biblia yetu ile inasema siku nzito na siku ya furaha. Sisi sikuelewa kwamba siku nzito na siku ya furaha ni siku gani. Na nilipoanza maisha mapya sikuona kama siku zote zilikuwa ni sherehe tu. Lakini baada ya maisha yalivyoendelea, mwaka mmoja, miaka mitatu, miaka 7, miaka 14, miaka 25 na kadhalika, nilianza kuona kumbe siku nzito kwenye ndoa zipo. Na ndipo nikagundua masikitiko kwenye ndoa ni mengi sana na huzuni ni nyingi sana, lakini nyingine zinawezekana kutibiwa, zingine zinawezekana kuzuilika. Ndio nikaanza kujiandaa kwa ajili ya kueleza watu mbalimbali habari za yale yanayowezekana kuyazuia, tuyazuie. Yale yasiyowezekana, Yesu amechukua masikitiko yetu. Kuna mengine yanawezekana kabisa. Kwa mfano, siku fulani unaweza kushangaa kumpende mwenza wako. Unaposema mwenza wako, maana yake nasema mume wako au mke wako. Unashangaa tu humpendi. Pale kinachokuwa kimesimama katikati ni shetani. Kwa sababu Yesu akiondoka kwenye ndoa yoyote, kwa kawaida ndoa yoyote huwa haibaki bila mtawala. Inabaki ama na shetani ama na Yesu. Tunaelewana wapendwa wanasema na wenzangu? Ama inabaki na Yesu ama inabaki na shetani. Sasa ikitokea wakati huo aliyetawala ni shetani, utakayemuona sio mke wako wala sio mume wako, utakayemuona ni shetani. Na shetani kwa kuwa kwa asili yake ni mbaya, kwa hiyo kwa vivyo vile utampenda huyo unayemuona. Tunaelewana vizuri wapendwa? Kama siku ikitokea Yesu akapoteza dira naye, simnajua hata ndege hizi zinapoteza dira. Ndege hizi zinazosafirisha watu, inaweza kupotezana mawasiliano yanayoongoza chini. Ikipotezana mawasiliano, mjue kitakachotokea hapo ni kupotea na kwenda kujigonga kwenye milima na kuangukia kwenye bahari. Na inatafutwa, wanakuja tu mabaki machache, wanasema kwamba ilipoteza mawasiliano. Kwa hiyo cha kwanza, cha msingi zaidi, ukipoteza mawasiliano na Yesu ambaye ndiye mwenyekiti wa ndoa zetu, ujue hapo utakachoanza ukiona ni shetani. Mnakuwa mnaishi, lakini unayemuona ni shetani. Ukimtazama mke wako unaona hili ni dudu. Ukimtazama mume wako hili ni dudu. Kinachoonekana pale ni shetani ametanda kwenye nyuso zenu. Kwa hiyo ambaye anaonekana pale sio Yesu tena. Unajua, kuna wakati fulani ambapo lazima tujue Yesu akipenda tu ngali wenye dhambi. Hilo ndio fumbo kubwa sana. Yesu hampendaji mtu baada ya kuokolewa. Mnanielewa vizuri? Yesu anampenda mtu akiwa ni mchafu kwanza vile, alafu anamuita vile. Anaanza hatua za kumbadilisha zinaanza. Kwa hiyo mume au mke, hakuna ambaye ni mbaya katika maisha. Ile ndio nataka niwaambie. Utakuta mtu ameoa alafu anaanza kusema nilikosea, afadhali ningeolewa na fulani au ningeolewa fulani, huyu ni mbaya, au watu wanasema wewe uendani na huyu, afadhali ningefanya. Hakuna kitu kama hicho. Ila kinachoamua pale ni huyo shetani ambaye anakuwa amesimama katikati yetu. Kwa sababu kuna andiko katika Waefeso linalosema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Unajua tunasema kama Kristo, tunataka kusema kama vile Yesu alivyotupenda tungali wenye dhambi. Wangapi walizaliwa wakiwa watakatifu? Utakuta labda ni hakuna, si ndio? Wote kuzaliwa kwenye laana ya dhambi. Lakini kule kujinasua kwenye laana ya dhambi ni baada ya wewe kukiri. Lakini Yesu Kristo anakuwa amesha kuchumbia mapema, amekuweka kwenye himaya yake, na unaendelea na safari ukiwa mwenye dhambi hivyo, ukiwa mchafu,
anakutakasa, si ndio jamani? Kwa hiyo tunapooana hatuoane tukiwa wakamilifu. Awe ana sura yoyote iwe mbaya au nzuri, lakini mimi ninachojua baada ya utafiti niliofanya, hakuna mwanamke mzuri wala hakuna mwanamke mbaya, wala hakuna yani mzuri ni yeyote atakapoamua wewe mwenyewe kumpenda. Utakapoamua tu kama kumheshimu Mungu, hakuna mwanamume mbaya wala hakuna mwanamke mbaya, maadamu umejikuta mko kwenye ndoa pamoja naye. Kristo alipotupenda tu ngali wenye dhambi, ndivyo tunatakiwa kupendana hata sisi wenyewe wenye ndoa, kwenye ndoa zetu, hata kama wakati fulani kutatokea jambo litakalofanya sura ya mtu huyo ibadilike, lakini ule utu wake ndicho kitu cha kumpenda, na kumpenda mke au mume ni kutimiza agizo la Mungu. Sasa kuna wakati fulani sisi wanaume tunachanganyikiwa sana. Wanaume wenzangu, naomba tupunge mikono. Mwanamume ukiwa umeoana na mtu mwingine na ukiwa na mke wako, mmemwoa mke wako, mara nyingi wanaume wanaanza kutamani watu wengine, na mpaka anaweza akafichama akaenda kufanya kitu kingine, akaenda kufanya uzinzi. Lakini pale kinachofanyika pale ni kwamba shetani anakuwa amepindua kidogo akili yake, ambayo inamfanya atoke nje na kwenda kufanya kile kitu. Lakini mwanamke ni mzuri kwa vyovyote vile kama unamheshimu Mungu. Kwa sababu cha kwanza, kama unamheshimu Mungu, utaona uumbaji wa Mungu na kuheshimu kwa kile alicho nacho yule mtu. Kila mtu ana uzuri fulani ambao Mungu amempa. Sasa endapo ukimheshimu Mungu, huwezi kutoka nje ya ndoa yako, kwa sababu kabla ya kumuona yule utamuona Mungu ndani yake kwanza. Kabla ya kuona ubaya wake wowote ule, mheshimu yule kwanza aliyemuumba, na baada ya hapo ukimpenda na yeye atakutii. Kuna vitu viwili vinavyofanana, kuna utiifu na upendo. Ni vitu kwenye ndoa ambavyo vinakwenda sawa. Mwanamume ukimpenda mke wako atakutii tu, yaani ukimpenda atakutii, na wewe mwanamke ukimtii mume wako atakupenda tu, yaani kwa mtiifu kabisa. Usipokuwa na vita yoyote, ukawa ni mtu mtiifu, hiyo ni fumbo moja kubwa sana ambalo walio wengi wakilikosa hilo, huwa haiwezekani kuishi maisha ya furaha. Mwanamume hata kama umeona siku hizo umpende mke wako, subiri siku nyingine, siku ya furaha itakuja. Subiri, hata kama unaona siku hiyo umpende, usije kumuonyesha kwamba hujampenda. Yaani hata kama umetumbukiwa upende siku hiyo, ujue ni shetani yupo kugusa ndoa yenu. Majaribu ambayo Ibilisi alimuomba Mungu kwamba apate kumjaribu Ayubu yapo mpaka leo. Mungu anapoona anajivunia, si ndio? Hata ninyi mlipo wanandoa hapa, na wengine wamesema au wakasema hawapo, lakini Mungu anajivunia ninyi bila ninyi kujua. Sasa shetani ana kawaida ya kwenda kuripoti kwa Mungu kwamba Mungu, watu wako wale wanandoa umewabariki, ndio maana wanapendana. Unaoneje nikawachafulia lugha pale nyumbani, wakachafulia lugha, tuone kama wataendelea kupendana. Sasa mimi hamjui yeye shetani na Mungu wanawasiliana. Alafu Mungu anasema hapana, wala usiwe na shaka, nenda kawajaribu uone kama kutakuwa na shida. Ndipo shetani anakuja kuwashambulia. Mume wako anakwambia niletee maji bafuni, unasema kwani wewe hujui bafu? Haya, mume wako labda anakwambia ninaomba nipe chakula muda fulani, unasema kwani wewe hujui jiko? Sasa hapo tayari Mungu amefanya imechafuka. Mwanaume kama ni mcha Mungu anaingia tu kupiga magoti. Akipiga magoti anakuta mambo yake yamenyoka kabisa. Lakini ukianza kushindana mwanaume, ndipo utakuta mambo yameshabadilika na mwanamke anapanda zaidi na wewe unapanda, hiyo inakuwa sasa sio ndoa, inakuwa imeshachanganyikiwa tayari. Kwa hiyo tukumbuke kwamba Yesu alichokifanya kwa Petro kilikuwa hivi, baba mchungaji. Petro alikuwa amemkana Yesu kwamba huyu hata simjui. Lakini Petro alichokiangalia, Yesu alichokiangalia ni kitu kilichopo ndani ya Petro, kwamba huyu aliumbwa na Mungu. Na alipofanya hicho ni wakati wa kughafirika. Alipokuwa anafufuka alisema kaiteni wanafunzi, lakini niitieni na Petro. Hakumtenga, mnaelewa? Sasa kwenye ndoa mara nyingi sisi hatuangalii hicho. Petro anapoitwa na Yesu alikuwa ameitwa ni kama sio ndiye aliyemkana hata siku moja. Kwa hiyo unaweza kukuta kwenye ndoa muda fulani mke wako anaweza kukukana kimatendo, au mume wako akakukana kimatendo. Akakukana kivipi? Anaweza kufanya kitu ambacho hukukusudia, mpaka ukasema hivi Mungu kweli ananipenda kweli? Anakupenda, ila lipo katika majaribu. Muombe
kufika jioni nakuta mambo yameshabadilika. Tuko pamoja mpaka hapo jamani? Sasa niambie kitu cha muhimu sana. Ninatoa mfano huu ambao unaweza nawapa habari ya kweli ambayo mimi mwenyewe nimewahi kuipitia, na niliposhinda mpaka leo huwa nashangaa Mungu alivyo. Siku moja nilikuwa kufika uamuzi mgumu, hasa baada ya kufunga ndoa na maisha yakawa sio mazuri sana. Na maisha yakawa sio mazuri sana, wanaume niwaambie, mwanamke anaweza kubadilika majibu bila wewe kujua. Anaweza kukubadilikia tu kabisa, akakujibu kwa kukanusha, yaani pale na yeye anapunguza hasira fulani, anapunguza sumu kwenye moyo. Mwanamke anaweza kupunguza, yaani hiyo msisitizo haikopeki. Anaweza kukujibu jibu yote, kwa sababu wao hawana adhabu nyingine ya kutupa zaidi ya kukujibu vibaya. Ukikuta anakupa adhabu hiyo, usishangae sana, muombe kwa Mungu, anaweza kukupa adhabu ya kukukanusha kufanya nini. Siku moja mimi nilikuwa nimeenda kwa huduma sehemu fulani Bondeni, alafu nilikuwa na mke wangu, tulienda kule na tulipiga kambi. Kipindi fulani nilikuwa naimba nyimbo za Injili kabla sijawa mchungaji. Sasa nilishirikisha na watu wengine, tukajiandaa ili kwenda kurekodi audio kule Dar es Salaam. Sasa katika kupiga kambi tulienda na mke wangu, nilikuwa na mtoto huyu mmoja. Mke wangu tunayependana kabisa, tunashikana mikono barabarani, tunacheka na watu wanashangaa, na mmoja mkono wake kwa pale tunatembea. Lakini nilipokuwa kule mahitaji akatuishia. Nilikuwa nimepiga kambi la wiki 2 kufanya mazoezi. Ghafla nikashangaa, narudi nilikokuwa nafika pale kupiga kambi, mke wangu ananijibu majibu ambayo sielewi. Mke wangu vipi? Akasema